Katika historia ya dunia, ni viongozi wachache walioacha alama ya kipekee kama Nelson Rolihlahla Mandela. Kupitia maisha yake ya kujitolea, uvumilivu na msimamo wa haki, Mandela alibadilisha sio tu taifa la Afrika Kusini, bali pia fikra za ulimwengu kuhusu uhuru, msamaha na haki za binadamu. Naam, karibu kwenye makala maalum pata kufahamu rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini, Nelson Mandela, tukilenga kuangazia safari ya Mandela kutoka utotoni hadi kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini na mchango wake mkubwa katika kupinga ubaguzi wa rangi uliojulikana kama apartheid na kuendeleza maridhiano ya kitaifa. Mimi ni Kamau wa Ithaka. Nelson Mandela alizaliwa mwaka 1918 katika mkoa wa Eastern Cape, Afrika Kusini. Akiwa mtoto wa chifu wa kabila la Thembu, alipata malezi ya kitamaduni na ya heshima. Alipokuwa mtu mzima, alisomea sheria na kufuzu kuwa wakili. Mwaka wa 1952, aliungana na rafiki wake wa muda mrefu, Oliver Tambo, na kufungua kampuni ya wakili wakitetea haki za watu weusi dhidi ya mfumo dhalimu wa apartheid. Naam, apartheid ulikuwa mfumo wa kibaguzi ambapo wazungu wachache walitawala na kuwanyanyasa watu weusi waliokuwa wengi. Mandela pamoja na viongozi wengine wa chama cha African National Congress ANC waliongoza maandamano ya amani kupinga sheria kandamizi kama zile za pass laws zilizowalazimu watu weusi kuwa na vitambulisho maalum ili kuishi au kufanya kazi mijini. I despise them because they were despised by the entire world. They dressed in beautiful suits, silk shirts and silk ties, but they were beautiful outside and full of evil inside. Lakini baada ya tukio la Sharpeville Massacre mwaka 1960 ambapo waandamanaji 69 waliuawa kwa kupigwa risasi na polisi, chama cha ANC kilipigwa marufuku. Mandela alilazimika kwenda mafichoni na kuanzisha harakati mpya za upinzani wa kisiri, ikiwemo hunjo ya hujuma au sabotage dhidi ya miundombinu ya serikali. People feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. Ilikuwa wazi mapambano ya amani hayakuwa yakitosha tena. Akiwa kiongozi wa kundi jipya la kijeshi la ANC, Umkhonto wa Sizwe, Mandela alianza kupanga hujuma zisizo za kumwaga damu. Mwaka 1964, Mandela alikamatwa na kufikishwa mahakamani kwa kosa la kupanga kuipindua serikali. Akiwa kizimbani, alitoa hotuba ya kihistoria ambapo alisema, An idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Alihukumiwa kifungo cha maisha na kutupwa gerezani katika kisiwa cha Robben ambapo alikaa kwa miaka 18 kati ya 27 aliyoitumikia kifungoni. Picha zake zilipigwa marufuku na hata kumnukuu kulihesabika kuwa kosa la jinai, lakini hakuonesha chuki wala kisasi. Aliendelea kusimamia misingi ya haki na usawa hata kwa wale waliomfunga. Grasp the fact that we are not conducting a struggle against individual whites. We are fighting a principle, fighting white domination. And in the course of that struggle, we can even form friendships with people from the other side. Katika miaka ya 1980 hadi mwaka 1990, shinikizo la kimataifa liliongezeka dhidi ya serikali ya apartheid. Mataifa mengi yaliweka vikwazo vya kiuchumi na kampeni ya Free Mandela
ikazidi kushika kasi duniani kote. Hatimaye mwaka wa 1990, rais mzungu wa wakati huo F.W. de Klerk alimtangaza Nelson Mandela kuwa mtu huru na kuruhusu chama cha ANC kufanya siasa tena. Mandela alitoka gerezani akiwa na msamaha na nia ya kuunganisha taifa. Ingawa kulikuwa na machafuko ya kikabila, yeye alisisitiza amani na mazungumzo. Take your guns, your knives, and your pangas and throw them into the sea. Mnamo mwaka wa 1994, Nelson Mandela alishinda uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia na kuwa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini. Uongozi wa Mandela ulikuwa wa kipekee. Aliunda tume ya ukweli na maridhiano, Truth and Reconciliation Commission, iliyoongozwa na Askofu Desmond Tutu, lengo likiwa ni kuwapa wahanga wa ukatili wa apartheid fursa ya kusimulia mateso yao na kuomba haki. Men listening to those moans and cries and groans, what kind of man is that? Licha ya changamoto kama umaskini, ukosefu wa ajira, ukosefu wa nyumba bora na janga la ukimwi, Mandela aliweka msingi wa maridhiano na demokrasia imara. Mwaka wa 1999, Mandela alistaafu siasa rasmi. Alipata upendo wa familia kupitia ndoa yake na Graça Machel, mjane wa rais wa zamani wa Msumbiji. Aliendelea kushiriki katika harakati za kijamii na kupigania amani duniani kupitia taasisi yake Nelson Mandela Foundation. Aidha, alitembelea tena kisiwa cha Robben, gereza lililomtesa, na kuwasha mshumaa wa matumaini ambao alikabidhi kwa mtoto wa Kiafrika, ishara ya kizazi kipya chenye matumaini. Nelson Mandela hakuwa tu kiongozi, mbali mfano hai wa msamaha, uvumilivu na matumaini. Alituonesha kuwa haki inaweza kushinda bila kumwaga damu, na kuwa taifa linaweza kuunganishwa kupitia mazungumzo badala ya mapanga. Dunia itamkumbuka daima kama shujaa wa amani na taasisi ya maadili. Nelson Mandela aliaga dunia mwaka wa 2013, lakini urithi wake unaishi. Aliwasha mshumaa akiwa Robben Island mwaka wa 2000, akiukabidhi kwa mtoto wa Kiafrika kama ishara ya matumaini kwa vizazi vijavyo. Hii ni simulizi ya mtu aliyekuwa mfungwa kisha kuwa rais, aliyenyimwa haki lakini hakuwahi kumnyima mtu mwingine haki, mtu aliyechagua msamaha badala ya kisasi na amani badala ya vita. Kufikia hapo natua, lakini Nelson Mandela ni zaidi ya jina, na hadithi yake ni hai, yenye ushindi wa utu dhidi ya udhalimu. Mimi ni Kamau Waithaka.